Ndio msingi wa mamlaka yote, na serikali itapata madaraka na mamlaka yake yote kutoka kwa wananchi kwa mujibu wa katiba hii. Hiyo ni katiba inasema hivi, kwamba wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Sio mamlaka tu, mamlaka na madaraka. Tunaelewana? Na kwa mujibu wa katiba hii, serikali itapata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwa wananchi. Sehemu B, lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi. Yaani hiyo serikali iliyopata mamlaka na madaraka yake yote kutoka kwako, lengo lake kuwepo kuu. Imesema lengo kuu, sio lengo tu, itakuwa ni ustawi wa wananchi. C, serikali itawajibika kwa wananchi. Sasa katiba inasema wewe ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Maana yake ni? Maana yake ni kwamba badala ya wewe mwananchi wa Mbingu au Igima, sisi wote na wananchi wa Tarime kule nakotoka, wananchi wa Mwanza, wananchi wa Tabora, wananchi wa Dar es Salaam, twende bungeni tukajiwakilishe, tukajisemee matatizo ya barabara, tukaseme matatizo ya umeme, tukaseme matatizo sini. Hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Anateuliwa mtu mmoja kwa niaba yetu aende bungeni. Badala ya sisi wote kwenda halmashauri wananchi wa kata nzima tukaseme matatizo kuhusu bei ya ushuru, mazao, bei ya ufuta, hakuna ukumbi wa kutosha kutubeba wote. Tunateua mtu mmoja awe diwani. Badala ya sisi wote kuwa marais, tunateua mtu mmoja kwa niaba yetu awe rais, asimamie tunayomwelekeza. Na katiba inasema lengo kuu la hiyo serikali sasa itakuwa ni ustawi wako. Nikisema ustawi wa mwananchi, unaelewa maana yake? Mimi ni mwalimu, nataka tuende vizuri, tuelewane. Nikisema ustawi, mnaelewa maana yake? Kwamba uwe na uwezo wa kulala vizuri, uwe na uwezo kulala vizuri, sehemu nzuri, uwe na uwezo wa kutibiwa unapoumwa, utibiwe kwenye matibabu mazuri, uwe na uwezo wa mtoto wako kusoma vizuri, uwe na uwezo wa kula vizuri, utembee kwenye barabara nzuri. Ndio maana katiba inasema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wako. Na katiba hiyo inasema sehemu C, serikali itawajibika kwako. Sasa nawasomea kifungu cha I. Kifungu cha 9 cha katiba sehemu I. Inasema hivi, kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yatatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa zaidi yanaelekezwa kwenye jitihada za kuondoa umaskini, maradhi na ujinga. Kwamba matumizi ya utajiri wa nchi hii yatatilia mkazo kuondoa umaskini wa wananchi, kuondoa maradhi kwa wananchi, na kuondoa ujinga. Mambo mangapi? Sasa tukizungumza kuhusu utajiri wa nchi, unazungumza kuhusu nini? Leo tuko Morogoro, tuko kwenye bonde la Kilombero. Morogoro ina ukubwa wa kilomita za mraba 68,000. 68,000. Nchi ya Uholanzi, si mnaifahamu Uholanzi? Holland ina ukubwa wa kilomita za mraba 44,000. Kwa mkoa wa Morogoro ni mkubwa mara 2 kuliko nchi ya nini? Uholanzi. Nchi ya Rwanda, si mnaifahamu Rwanda? Rwanda si mnaisikia? Ya Kagame, si ndio? Ina ukubwa wa kilomita za mraba 26,338. 26,338. Yeye nimewaambia mna ukubwa wa kilomita ngapi? 60 na ngapi?
Kwa hiyo nchi ya Rwanda inaingia kwenye mkoa wa Morogoro mara 3. Nchi ya Rwanda ina watu milioni 13. Mkoa wa Morogoro una watu, kwa mujibu wa sensa ya 2022, watu milioni 2 point something. Kwa hiyo tuna eneo kubwa, watu wa